asiwe tu mwanawe wana, ila yoyote unayeona huyu aweza kufaa. Wewe uliyebeba maono, unajua ni kitu gani ambacho ungependa kitokee tiwa na vinasaba tofauti na mzazi ulivyo. Hii inakuwa ni kwa sababu umewaachilia waende kwa uelekeo wao, lakini wanakwenda kukifanya kitu ambacho hawakijui. Hapa ndio head office ya PCC. Hapa ndio makao makuu ya PCC. Kwa hiyo lazima pawe na viwango. Paka na pavings utaweka mpaka barabarani kule. Yaani safi. Pa Bwana pawe maridadi. Nataka hata wenzenu tutakapoanzisha makanisa, maana kazi inayofuata ni kupanda makanisa mikoa yote ya Tanzania ndani ya miaka miwili. Lazima niwe nimemaliza mikoa yote, kila mkoa una kanisa. Miaka miwili kama Yesu hajarudi. Mikoa yote na tunaipanda makanisa mikoa yote. Shetani amejeruhi nyati, atakiona cha moto. Piga makofi na Mfalme Yesu. Nimeitwa karibu mikoa yote kwenda kufungua kanisa. Nimepigiwa simu mikoa yote, nimepigiwa simu, sio nakwambia uongo. Na wengine wanasema tuko tayari na kiwanja kutafuta. Hayo naomba tujipange, tumalize haka kazi hapa, alafu tuifumue Tanzania, alafu tuende Rwanda, Burundi, Kongo, na kwenyewe nako tumeitwa. Yaani kila mahali tumeitwa. Amena. Australia nimeitwa, wananisikia ndugu zangu Australia. Marekani nimeitwa. Yaani mpaka naomba radhi, maana wamenialika, ni mwaka wa 3 naalikwa tu na mimi siendi. Kwa na mashehe wanaokoka ni kivumbi. Kama ulivyo utaratibu wa sheria za ufalme wa Mungu, sisi sote ni viungo katika mwili wa Kristo, na kiungo kimoja kiumia, viungo vyote huumia pamoja nacho. Mambo 7 ya kuwasha moto usiozimika PCC. Jambo namba 1, tengeneza makao makuu pawe bora sana kwa watu walioko makao makuu, waamini walioko makao makuu, Wakristo walioko makao makuu wawe bora sana, ili wanaozaliwa baadaye kutoka kwenye matawi maeneo tofauti waige mfano wa mwenendo wa ndugu zao walioko makao makuu. Makao makuu pawe kioo cha yeyote anayezaliwa, awe anaona, anajiangalizia makao makuu kwamba natakiwa niwe vile makao makuu walivyo. Pasiwe bora tu kwa mazingira au mandhari, pawe bora kwa watu wawe imara, wenye nia yako, walioshika sawa. Waebrania sura ya 13 mstari wa 7 anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiongoza, walioambiwa neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho mwenendo wao, igeni imani yao. Imani inakuja kwa kuiga. Ili maisha ya mambo hayo mepesi, nafikiri ni busara sana ukatumia nguvu kubwa miaka hii kuweza kutengeneza makao makuu lilipo chimbuko pawe imara sana, ili wao wawe viongozi wa wengine wanaokuja baadaye. Jambo la pili, tengeneza mwongozo mkuu wa kanisa. Mwongozo huo umejaza nia yako, nini yaliyo mapenzi yako yajae kwenye mwongozo, ili kwa kutumia mwongozo huo makanisa kote duniani au kote nchini ambako hutaweza kufika, wawe wanajua tunakwenda wapi kwa kutazama mwongozo ambao unakuwa umebeba nia yako. Mwongozo huo utasaidia waweze kusimamiana wao kwa wao. Viongozi wa makanisa, wachungaji wa makanisa watakuwa wakiwasimamia wenzao kwa kusoma mwongozo, kwa kuangalia mwongozo, na kila muamini anatakiwa awe na mwongozo huo na ausome, ili awe anajua tunakokwenda ni wapi, ili hata kama kiongozi aweza kukengeuka, muumini kweli, mfuasi kweli atajua kwamba huku tunakokwenda siko, hata kwa kutazama mwongozo na kujua nia ya muasisi sio hii. Jambo la 3, msimamo katika njia ya utakatifu inayokabili lengo lako isiyumbishwe na idadi ya watu. Kupotea au kurudi nyuma kwa watu usiuyumbishe msimamo wako. Msimamo wako uwe ni pale. Nyeusi we ni nyeusi, nyeupe we ni nyeupe. Simama kweli. Watu wasikufanye ukabadili mtazamo wako au spidi yako kwa sababu tu utakuwa unaogopa waweza kuondoka. Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 60 anasema hivi, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinung'unikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza?
Itakuwaje basi mmuonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako mwanzo? Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani asioamini, naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimwambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiambatana naye tena. Yesu hakuogopa kwamba kuna wanafunzi watarudi nyuma. Alikaza msimamo wake vile vile. Zaidi sana, licha ya kuona kundi kubwa la watu wameondoka, wamerudi nyuma, akawauliza na wale waliobaki. Basi Yesu akawaambia wale tenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Aliwauliza na wale 12, ninyi hamuondoki? Kwamba asingependa watu kupungua au mashaka ya watu kulingana na elimu yake, au aone aichuje kidogo, aipunguze uzito kwa ajili ya kuchukuliana na watu. Msimamo wako usiumbishwe na kurudi nyuma kwa watu au mashaka kwamba watu wanaweza wasinielewe. Simama pale pale, ni heri uwe na watu 50 walio imara kuliko kuwa na watu 1000 ambao asilimia yake kubwa anakuwa ni mamluki. Jambo la 4, pamoja na nguvu ya uvuvi wa Roho Mtakatifu, bado waimarishe watu kwa mafundisho, kwa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Anaweza kawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio ana uwezo wa Mungu, hasira ya Mungu inamwaka ndani yake, lakini asipojua hasira ya Mungu inamtuma kwenda kufanya nini, hata itumia sawasawa nguvu ya Mungu aliyopewa. Paulo alipookolewa ameshukiwa na Mungu na Yesu kwa nguvu kubwa, lakini bado alitumwa kwa Anania aende akaambiwa yampasayo kutenda. Akafanya nini sasa? Nini analotakiwa kulifanya tangia hapo? Hivyo wajaze watu maarifa ya nia yako. Wewe uliyebeba maono, unajua ni kitu gani ambacho ungependa kitokee kwenye ulimwengu au kwa kanisa. Ungetaka umzalie Kristo matunda aina gani? Ile nia yako, yale yaliyojaa moyo wako, hayo ndio uwafundishe watu, uwajaze watu, ili hata Mungu anapowajaza Roho wawe wanajua wanaenda kufanya kazi gani kwa msaada wa Roho. Yesu aliwafundisha wanafunzi, aliwapa majukumu, ni nini mtaenda kufanya. Waliposhukiwa na Roho siku ya Pentekoste, walijua cha kwenda kufanya, walienda kuitangaza injili yake Yesu. Jambo la 5, matawi yote yatakayozaliwa kote duniani, matawi yoyote, makanisa yote yatakayozaliwa kote duniani, kama usemavyo kwamba umepigiwa simu kila mkoa, hayo matawi yawe na muda wa kujiunga na ibada kutoka makao makuu, wakusikilize mbeba maono umechukua nini, ili kwa muda huu ambao Mungu anakuwa ameamua uifanye kazi yake au usimamishe msingi katika kanisa, uweze kuingiza mtazamo wako ndani yao kote duniani. Hii itasaidia wasiwe machotara, lakini kama kokote wataenda kwa uelekeo wao, kwa mtazamo wao wenyewe, basi hawataenda kwenye ile nia ya moyo wako. Wewe ulianzisha kanisa ili waje. Lengo la kujiondoa TAG na kujitenga, ukitaka uamsho huo uwaje. Watu wanasikia tu uamsho ila hawajui uamsho ni kitu gani. Hivyo lazima wao wanajiunga kwa mbeba maono, wawe wanasikiliza ni nini ambacho mbeba maono amekichukua, anataka twende wapi, kwa nini tuko kwa sura hii. Wawe wanajua. Lazima maarifa waingiziwe kwa kujiunga na makao makuu. Yawezekana kwa njia ya mtandao ya YouTube. Sasa hivi kila mahali mtandao iko ya YouTube na Telegram na mitandao mbalimbali ambayo inaweza ikaunganisha mkutano wa watu kwa njia ya network. Wanajiunga makao makuu kusikiliza makao makuu, mzee anazungumza nini, tunaenda wapi. Wao wanajiunga na muda maalumu, na huo muda utakuwa ukisimama. Yawezekana labda ni saa 7 mchana wakafanya ibada zao, lakini muda huo wajiunge makao makuu. Lengo kusiwe na utofauti. Kama sivyo, kuna siku utaenda mkoa wa Kilimanjaro ukaangalia watu wako, utakuta wana element, wana vinasaba tofauti na mzazi ulivyo. Hii inakuwa ni kwa sababu umewaachilia waende kwa uelekeo wao, lakini wanakwenda kukifanya kitu ambacho hawakijui. Kitu unachokijua ni wewe uliyebeba maono, wao wakijui. Watajuaje wasipoambiwa? Watajuaje wasipoelezwa? Watajuaje wasiponenewa? Hivyo tusifurahie kuanzisha makanisa mengi alafu bado yakaja kuanguka tu, yakawa kama machotara tu yasiyoeleweka. Nia ya kujitenga inakuwa haina maana. Mzee wangu Barikiwa wanasema kuanzisha kanisa katikati ya makanisa lisipoleta maana au lisipoleta namna tofauti ni fujo. Kanisa kuwa katikati kuna kanisa unaanzisha kanisa alafu halizalishi kile ambacho ni tofauti na makanisa mengine, hizo ni fujo tu.
Jambo la 6, tengeneza mfumo wa ibada uliokufanya wewe kuwa hivyo ulivyo. Kilichokufanya wewe uwe hivyo ulivyo, toka ujana wako mpaka uzeeni, umeushika wokovu kwa sura hiyo. Mfumo wa ibada unafanyaje? Ni nini kilichokufanya wewe kuwa hivyo ulivyo? Ibada zako unazifanyeje? Huwa unamkabili Mungu kwa sura gani, kwa njia zipi? Ikiwa ni mifungo, ni maombi, namna yoyote ambayo imekufanya wewe kuwa hivyo ulivyo, imara hivyo ulivyo, utengeneze huo mfumo, uwape watu waishi huo, ili popote ambapo litakuwepo kanisa lako, popote ambapo atakuweko mfuasi wa PCC, atajua njia yangu ili nifike kule nakotakiwa kwenda, natakiwa kupita humu na humu na humu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza, Paulo anawaambia Wakorintho, amewaandikia waraka katika hii sura ya 11 mstari wa kwanza, anawaambia mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Akiwa na maanisha mimi ninavyoenenda, ninamokanyaga mimi, ninyi kanyageni humo. Msimfuate Yesu kule mbali aliko, hamtaweza kumpata. Nifuateni mimi ambaye nimempata huyo Yesu, ambaye najua ninakokwenda. Kilichonifikisha hapa nilipo, kifuateni hiko, fuateni njia hiyo. Yesu anasema mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Akiwa na maana yeye ndio utaratibu sahihi ambao mtu anatakiwa aufuate ili amkute Mungu mbinguni. Kama sio utaratibu huo hawezi kufika. Hivyo ili kumfikia Yesu lazima tufuate taratibu za viongozi wetu walio na moyo kweli kweli wa Mungu, na ndio tumewathibitisha. Hivyo watu waifuate njia yako, watengeneze mfumo ambao kwa mfumo huo utawasaidia wao waweze kufika hapo ulipo. Automatically wakifika hapo ulipo watakuwa wamemfikia Mungu, kwa sababu na hakika unaye Mungu. Hivyo tengeneza mfumo wa ibada ambao umekufanya wewe hivyo ulivyo, uwapatie watu, ili yeyote popote alipo atauishi huo. Automatically utakuwa na watu wenye sura moja, na moto huo hautazimika. Atakayeuzima moto ni yule tu ambaye atatoka nje ya mfumo. Jambo la saba na la mwisho katika haya niliyokuja nayo siku ya leo ni ili mtengeneze magembe mwingine. Mtengeneze mtu mwenye sura yako na mfano wako. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa sura yake na mfano wake, lakini akaamua kuchochola, kupotelea mbali, akapoteza ile hali ya Mungu aliyokuwa nayo pale Edeni. Hivyo mtengeneze mtu wa sura yako na mfano wako, ili kwa huyo hata usipokuwepo aweze kuendeleza hilo gurudumu. Heshima ya Elia ni kwa sababu alimtengeneza Elisha wa sura yake. Watu wawe na roho yako, tengeneze mtu atakayechukua roho yako. Elisha anaambiwa na Elia bwana wake ya kwamba omba lolote kwangu nikupatie kabla sijaondokelewa kwako. Hakuomba kingine zaidi ya kusema naomba roho yako maradufu. Hakutaka roho ya Mungu. Mungu anachukua roho ya Musa anawapatia wale wazee, kwamba anamwambia Musa, nitatwaa sehemu ya roho yako nami nitawapa wazee. Mungu vitu vyake ni vya hakika. Ikiwa ni vya hakika, hawezi kukichukua kipya kuanza kukipandikiza kwa watu, akati kuna kingine kile kipo ndani ya mtu. Hakiwezi kuwa kuukuu ukichukua kile na kuwapa watu wengine ambao yeye apenda. Hivyo mtengeneze mtu ambaye atakuwa na roho yako, wa sura yako, wa picha yako. Asiwe tu mwanawe wana, ila yoyote unayeona huyu aweza kufaa, huyu anaelekea kule ambako nakwenda. Maana si mara zote watoto wanaweza kaenda sawa na maono ya baba. Watoto wa Samueli walikengeuka wakaenda njia tofauti na baba yao alikuwa anakwenda. Ikawa sababu ya wana wa Israeli kukufuru, kumkosa Mungu kwa kumtaka mfalme, kwa sababu anaona watoto wa Samueli wanaenda njia tofauti na baba yao aliyokwenda, na baba yao amekuwa mzee. Hivyo yoyote ambaye utaona atafaa, unaona huyu anaweza kuwa vile ambavyo nilitaka ni mimi niwe, yani awe mtu mwingine wa picha yako na sura yako. Mimi napambana na kupigana sana nikitamani niwe na sura ya mzee wangu Mbarikiwa, ili sasa picha yake, roho yake niwe nao, ili kile alichonacho na mimi niwe nacho, nikiendeleze hicho kwa namna yote. Nami namuomba Mungu siku zote aweze kunisaidia hilo. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayefungwa, atakayeteswa ama atakayeuawa kwa sababu ya Kristo Yesu, ili apate kupumzika baada ya taabu zake. Yesu yu karibu sana na kuja, naye atamlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake. Hii ndio maana neno Maranatha.